Kaka, mambo poa? Vipi? Poa. Mzipi? Kaka wewe hapa mgeni? Ni kweli, lakini sio sana. Mimi sio mtu wa kutembea, napenda sana kukaa nyumbani. Kama utojali basi nilikuwa na nguvu nitike na pa. Hapa namba yangu ya kazi gani? Asante. Ta. Nikikutazama wewe, muonekano wako, jinsi ulivyo, ni moja kati ya wanawake wazuri kuwahi kutokea duniani. Lakini sikutegemea kukuona mwanamke mzuri kama wewe ukiwa unafanya hivyo vitu, kwa sababu uzuri wako na hivyo vitu unavyofanya haviendani kabisa. Mbona sikuelewi unamaanisha nini? Unatamani kujua nini namaanisha? Sikia nikwambie. Hicho unachokifanya sio kizuri hata kidogo, hata theluthi. Sasa basi, hicho unachokifanya acha kabisa, kwa sababu naona kabisa kuna kitu kibaya kitakuja mbele yao. Acha uchawi, acha wanga, acha shiriki. Yaani hapa penye nilipo nasikia harufu mbaya ya uchawi zidi yako. Si unanielewa? Na kwa nini unaendelea kufanya hivi vitu hali ya kuwa unajiona kabisa? Mimi nakuona kabisa wewe, hata ukijiangalia kwenye kioo unajiona kabisa wewe ni mzuri. Lakini kwa upande mwingine ukijiangalia kwenye kioo unajiona kabisa una sura mbaya ya uchawi. Bwana, sikia nikwambie. Ili mimi na wewe tuongee lugha moja, na kuomba, nipo chini ya miguu yako, lakini sikuchungulii. Acha mara moja. Wewe mwanamke mrembo, acha uchawi. Na kimsingi ukitaka mimi na wewe tuzungumze lugha moja, tuelewane, nipo tayari kukusaidia endapo tu utaachana na hayo na kitu chepesi. Ukitaka sada, namba hii hapa, natafuta kwa wakati wako. Sawa? Esma yangu, umekuja hapa kuomba msamaha. Unamaanisha rafiki yangu? Ndio, nimekuja kuamaliza. Najua nimekuwa tofauti, nilibadilika, ni upepo mbaya tu ulinipitia. Naomba unisamehe sana rafiki yangu. Yaani kama siamini hivi, ni wewe kweli Irene? Moyo wangu ulikuwa na wasiwasi, moyo wangu ulikuwa na mashaka. Wewe ndo rafiki yangu ninayekujua, wewe ndo Irene. Mimi nimekusamehe rafiki yangu, yaani kilo safi. Sasa hapo mimi na wewe tunarudi kama zamani, letu ni hili moja, kama ndege wa rukao. Vipi rafiki yangu, unaendelea jambo? Lakini sisi tunashukuru, sijui nyie. hatu jambo. Nilikuwa naomba basi hata maji ya kunywa Baraka, maana umekata hujapika shoga yangu. Sijali kuhusu hilo, achangamkia fursa.
Nashukuru sana kwa kunitoa kwenye hili janga. Lakini sasa matumizi yake yakoje? Hiyo dawa niliyokupatia, ukifika nyumbani, chemsha maji, kisha changanya hiyo dawa. Mengine utatumia kwa kunywa, kwa kuoga na unyunyizie kwenye nyumba yako. Sawa mganga. Asante. Nimefanikisha kuchukua ile nyayo ya mtu uliokuwa unahitaji. Hii hapa. Nataka umkomeshe huyo mtu. Mfanyie jambo ambalo akikaa katika maisha yake hata nisahau. Ikiwezekana muue kabisa. Irene, kuwa kivipi? Mimi nadhani huyo hapasi kuolewa. Maana ukimuua hautomuona tena. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi, huyu tunatakiwa tumpige kimbola kimoja cha hatari, kiasi kwamba kila unapomuona roho yako inasuzika, yaani unafurahi. Sisi tumeelewana vizuri? Asante. Zogo. Lakini mganga, ungemwangalia huyo mtu kwanza kama unamweza au la. Inaweza ikawa mwili wake ukao na kinga nyingi sana. Nisikilize wewe. Nakwambia vipi? Kila mchanga tufanye unachokitaka. Tunaelewana? Nuia unachokitaka na hakikisha unachokinuia kiwe. Muombe apate bonge la gonjwa ambalo hilo gonjwa litamtesa maisha yake yote. Hivi wewe baba, mimi naomba leo nikuulize swali moja. Mimi nimeolewa na mchawi au mganga? Hilo ni swali ambalo ulikuwa ukitamani ni kujibu kwa miaka mingi sana. Basi sawa, ngoja leo nikujibu. Mimi sio mchawi wala sio mganga. Bali, maana kila kukicha auishi matokeo, uishi maigizo, uishi madrama humu ndani. Mara kitunguli, mara sijui hivi, utajikuta umeamka huko usiku kuna makaniki meupe, meusi nini? Kuna nini haswa? Miaka mingi sana ya nyuma, bibi yangu pamoja na babu yangu walikuwa ni watu waliobarikiwa. Yaani walikuwa na karama ya kufanya mambo ambayo binadamu wa kawaida si rahisi kuyafanya. Na kwa miaka yote hiyo nilikuwa nikikataa mimi kuwa mrithi wao. Lakini siku ambayo ulianguka na kuumwa zaidi ya siku 3 ndani ulikuwa umelala, ndio siku ambayo mimi nilikubali kuwa mrithi wa ile migomba. Kuanzia hapo ndio haya mambo yote yanaendelea. Lakini mwisho kabisa, huyu mdogo wako amejiingiza kwenye mambo makubwa na mazito asiyoyaweza. Na yeye ndio imekuwa sababu ya mimi kuhangaika hivi kila siku. Nadhani nimekupa majibu ya kile ulichokuwa unatamani kujua.
nitafanya kila mbinu, kila namna, ili mradi upone, lakini naona kabisa nimeshindwa. Ama kweli ujafa hujaumbika. Wewe ndo ndugu yangu pekee uliyebakia. Sasa nimepata majibu. Kuna mtu natumaini atakusaidia. Ngoja nimfuate huyo. Niambie mpenzi wangu, naona leo umekuja tena kwa mara nyingine. Naona kama umejirudi fulani hivi, tuje kuongelea ile swala letu, tuendelee na mahusiano. Maana siku kama leo nilipopo nasubiri kwa hamu sana. Mimi nimekuja tu hapa mara moja tu. Nimekuja kukuambia kwamba yupo mtu ambaye anaweza kutoa uchawi. Maana dawa zake nimetumia, nimeona kidogo nina afadhali. Sawa, vipi? Nikijitoa kwenye uchawi tutarudiana tena, mahusiano yetu yataendelea kwa kama zamani? Mahusiano yetu yataendelea pale ambapo wewe utaacha kushikashika dada Makalii. Na vipi kuhusu Aisha? Kuhusu Aisha, yeye achana naye. Maana yupo kijiji cha pili anaishi na bibi. Hata kilingeni sasa hivi ya uzuri. Kama akirudi atahitaji na yeye kuacha, basi tutampeleka. Na hata hivyo pia huko alipo atakuwa ameshaacha. Maana hata kwenye kilinge hatumuoni, hata mawasiliano naye hatuna. Sawa, nimekuelewa. Basi sawa, fanya haraka tuondoke. Maana mimi mzaa mambo nishachoka ya kichoi chako. Basi subiri nifungie mlango wa chumbani na hapa kidogo. Haraka, changamka. Moyo wangu umebeba mengi tena ya kuumiza, mana ninachoshika kwangu kinateleza dunia. Mwalimu